this great town. Number two, mambo ya abductions, watu ya Kitengela waliumia sana. And you know, Reverend ulisema mambo ya watu kegeu. Huyu rais alitugeuka. Na nikumwambia tu, rais, wewe ulisema ni Mkristo. Watoto wadogo wanatekwa nyara na kuuawa na serikali yako. This is wrong. How can you profess to be a Christian, to be born again, yet the government that you lead is abducting and killing our children? Hata serikali ya mkoloni ambayo ilikuwa ni ya unyama na ukatili haikuteka watoto nyara na haikuua watoto. So hapo mimi ndio tulianza kupitania na rais. Na nikamwambia, these are our children. These are our sons and daughters. You are calling them criminals. They are not criminals. Ile tu wanataka ni haki ya Wakenya. Na kwa sababu wewe umemeza upinzani, nature abhors vacuum. Wamejitokeza kutetea Wakenya. I had a big problem with President William Ruto over abductions and extrajudicial killings. And if there is one reason, William Ruto, that will make the people of Kenya punish you, and the church is abducting and killing our children, they'll punish you. That one you cannot escape. Hata ukiungana na nani, hata ukitaja mabarabara ambayo iko, hii dhambi ya kuteka watoto nyara na kuwaua. Mimi najua tunaambiwa tukue watu ya kusameheana. Biblia inatuambia we forgive many times. But Reverend, I'm having a problem myself. Forgiving somebody who is abducting and killing our children, I have a big problem. Labda utaniombea roho yangu itulie. Because that is very painful. Because these are young children who are innocent. Now watoto ni kusema tu wamesema Kenya haitembei vizuri ama iko makosa mengine wamefanya. So that one we have a problem. Again, maneno ya corruption. Nimwambia rais, tuliahidi watu tutawafanyia kazi, serikali imekuwa ni wizi tupu. Today as we speak, Bomas of Kenya imeuziwa Mturuki. Bomas of Kenya imeenda. Ililetwa pale cabinet nikapinga. Peke yangu. Watu wengine yote hapo ni waoga. Wakiona rais wanatetemeka namna hii. Mimi peke yake ndio nilisimama cabinet nikasema Bomas of Kenya is a national heritage and we cannot sell it. Imeuziwa Mturuki ambaye ni business partner ya mtu mkubwa sana katika hii serikali. Mnamjua. Hiyo Bomas imeenda. Na tena pale watu ya civil aviation walipinga. Wakasema the flight path to Wilson Airport ni hapo. Hiyo ndio flight path. It will be dangerous. Rais akafanya. Nilipokuwa mkali akawachana naye. Aliponifukuza sasa hakuna mtu ya kusema kitu. Watu pale yote ni flower gas. Umeona headline? Ni watu ya yes. Wanaitwa watu ya yes. Sasa pale this we are on our own, Reverend, as a country. William Ruto would do whatever he was in this country. There is not a single person. I was the only remaining person. Ni Mungu peke yake atatusaidia. Hiyo boma sasa ameenda pale amebulldoze imepita. Mashamba yote ya jela yote imeuzwa. Jela zote zinatakiwa sihamishwe, hiyo mashamba imeuzwa yote. Mpaka makanisa ya Catholic, SDA ile yuko ndani ya jela yote itabomolewa. Mpaka Atali, they will be demolished. Yote imeuzwa. Sasa amemeza upinzani. Wabunge wetu wote wamepewa pesa. Vichwa imeharibika, kuna mtu anaweza ongea. William Ruto will do whatever he wants for 2 years. But the good thing is only for 2. Mnamsijali.